Kwanza mimi niache na kwanza mimi nitamua kama vile nitamua mwaka huu. Hawezi. Sasa Mzee Wido, nimekuja bwana. Nimekuja nikusikilize. Karibu. Karibu sana. Asante, nimeshakaribia. Na niko hapa natengeneza mpini wa jembe. Lakini hii kazi yenyewe namalizia tu, nilikuwa natengeneza jana juzi. Na kama hivyo namalizia. Ndio. Lakini nilikuwa nawaza sana. Ulikuwa unawaza? Unawaza nini Wido? Rafiki yako kaja hapa. Ndio. Anamkataza mtoto asisome. Rafiki yangu Mudi. Sawa. Sasa wewe kama wewe, yani hili swala wewe unalichukulia kwa sababu anamkataza mtoto hakika asisome, anasema akafanye kazi. Na sasa hivi elimu ndio kila kitu. Unajua nikwambie kitu mzee wangu. Yule jamaa nimejitahidi sana kumshauri. Lakini kilichonikuta wewe huwezi ukajua. Yule jamaa nusu anipige aniue. Si unaona jinsi alivyo na nguvu yake. Kajaa, wanasema wanapiga nini yale? Wanaweka huku, wanaweka maudongo huku na huku katikati limti, wanainua juu. Sasa jamaa yule mtoto wako nikajaa sana, akikupiga moja huwezi ukanyanyuka. Sasa nimejaribu sana kumshauri lakini imeshindikana. Kasema yeye hataki mtoto wake asome. Sawa. Na ulivyojua kwamba hata mimi alinikuta yale. Sawa. Kwa hilo hapo mimi sishauri. Mimi mtoto wangu na pesa zangu nimejaribu sana kumsomesha. Lakini mwisho wa siku kashia kuvuta bange. Kwa hiyo kama wewe unakubaliana naye kwamba asisome mtoto? Kwa kweli mimi nakubaliana naye. Kwa sababu unaunga mkono kabisa mtoto asisome. Mimi naunga mkono kwa sababu mtoto wa kike akienda shule kuna vishawishi vingi sana. Mwisho wa siku anakuja na mimba. Sasa mzee wangu na jinsi ulivyojichokea hivyo utafanyaje sasa? Kwa hiyo wewe muache tu kwa sababu ni mtoto wake. Wewe muache. Mimi namuunga mkono mzee. Lakini nimeongea na mtoto. Yeye anasema kwamba atasoma. Mtoto mwenyewe kasema atasoma. Na mimi naenda kwa akili za mtoto, yeye anavyotaka na mimi ndo nitakavyofanya. Lakini mimi babaka hata simsikilizi. Na wewe kama unaunga hilo mkono, basi. Unasikia? Hivi nataka nitengenezee huu mpini huu hapa. Habari yako vijana? Safi vipi ndugu yangu? Umekuja hapa. Asante. Mstamudi, rafiki yangu sana. Kijana, nimekaa na mzee wangu hapa. Ndio. Nataka nitengenezee mpini hapa wa jembe. Unataka kulima? Si unajua mvua imenyesha bwana na kijiji kwetu hapa. Sawa. Tunategemea sana kilimo. Ndio maana nimekuja kwa mzee wangu hapa. Ndio. Anitengenezee. Sawa. Vipi lakini ulikotoka? Kule kuzima. Watoto wa jambo kabisa. Japo nimekuja kuangalia hapo mwanangu hapa kwa mzee wako. Sawa. Nimuone mzima. Kama nilivyokuambia yale mambo. Nimekuja kuangalia yapo. Katekeleza.
kelele zinasababishwa na nini yani? Ndio uniambie tatizo linaanzia wapi ili nijue nafanyaje. Mimi na sisi tutanichoka. Mimi nimechoka. Nataka nirudi nyumbani. Sasa kuchoka. Nataka urudi nyumbani? Sasa nyumbani kwa utoka ukafanyaje? Sasa mimi nitaendelea kukaa kwa mtu ambaye anijali. Nitafanyaje? Sibani nirudi nyumbani. Sikia niambie. Haina haja ya wewe kwenda nyumbani sijui kufanyaje. Kwa sababu nikiangalia mara tunaweza tukafanya namna nyingine. Kwa sababu ukiondoka mimi nitakupata vipi? Uone kama utakuwa umeniachia jeraha ndani ya maumivu ndani ya moyo wangu. Sasa tunafanya namna gani? Tunamsimulia. Tunafanya. Hao tutakafanya. Sikia nipata wazo. Tuame. Mami hata mkoani kwa nchi ya Uganda. Au hata tusipohamia mkoani tunahama kijiji. Sitaki mwanangu aende shule. Kama nilivyokuambia, kama umeelekeza mzee, mwelekeze hivyo hivyo tena kama hujamuelekeza. Bwana Mudi. Rafiki yangu mimi sijamuelekeza. Yaani nimekuja tu hapa kuongea naye kwamba nitengenezee mpira. Lakini kama hilo hapo tutalizungumza na imani nitaisha tu, sawa? Lakini wewe usipeni huo ndo swala. Marahaba mjukuu wangu. Umerudi shule? Ndio. Nenda kabadilisha nguo. Baba, nilikwambia juzi kwamba mwanangu sitaki aende shule. Alafu nashangaa leo mwanangu anapita hapa na nisalimia anatoka shule. Hayo mamlaka kakupa nani? Mariam. Wewe Mariam wewe. Nyie leo moja, nyie leo moja. Hem tudili. Wewe, mimi sitaki, nishakwambia kwamba sitaki mwanangu asome. Ushanielewa? Wewe.